Naifungua dunia mpaka chuoni tunakutana na huyu binti, na alikuwa amepoa zake hapa. Alikuwa akimsubiri rafiki yake, lakini rafiki yake alikuwa amechelewa kidogo, na muda si mrefu utoka uamini, kuna mkaka kamuona. Mkaka bonge la handsome boy, ana body fulani hivi. Mambo vipi mlembo? Fleshi, ngoja dakika moja nikupe namba ya simu. Bidada mdogo mdogo akawa anachukua simu taratibu, ila anamaliza kuchukua simu, ghafla kuna mwamba katimba. Mambo vipi mlembo? Ndio kabaki nashangaa. Wewe nani tena? Wewe kinyaugoko, unaonekana tu kabisa ni maskini. Nini ambacho kimekuleta hapa? Yaani kimbaombao unaonekana tu kabisa kwamba huna hela. Yaani una njaa kabisa. Nitokee hapa na muda si mrefu. Rafiki yake katimba. Huyu vipi tena? Huyu mkaka wanamdharaugi kila siku. Huyu mshikaji anakwenda kwa jina la Obina. Huyu dada bana ana baba yake bana, na baba yake anampenda vibaya mno. Bidada anajisikia happy kinoma noma kwa sababu kila itwapo leo baba yake anamletea mazawadi kama yote. Jamani, kabidada kanajisikia furaha vibaya mno. Na huyu bidada anakwenda kwa jina la Imelda. Sikia nikwambie kitu mwanangu, nina zawadi kubwa zaidi. Fumba macho bana, usitazame ni kitu gani ambacho nataka nikupatie kama surprise. Basi talala, mdingi akawa amemnyoshia zawadi pale. Bidada haamini. Jamani, iPhone 16 jamani, tena Pro Max. Ndo hivyo bana. Bidada anajisikia happy kinoma noma kwa sababu babake kamnunulia iPhone 16 na tena Pro Max. Muda si mrefu madha yake na binti akatimba, lakini utoka uamini ni kwamba huyu madha pamoja na huyu mdingi walishaachanaga. Nadhani muda umekwisha, inabidi uondoke sasa hivi. Ni kweli, ndio hivyo, inabidi uondoke muda huu. Lakini kwa nini anatulia bana? Ndio mama, kwa nini uondoke sasa hivi? Baba, hakuna kuondoka sasa hivi, nimechoka bana. Yeye anakuja nyumbani utaki hata akae muda mrefu na mimi jamani. Hapana, usizungumze hivi na mama yako. Mdingi akawa anamzuia huyo binti asizungumze hivi na mama yake, na akawa anamuomba aweze kumuomba radhi mama yake pale. Utoka uamini ni kwamba baba na mama walishatengana, walishapeana taraka, kwa wanaishi tofauti. Madha anamlea mtoto tu, na huyu mdingi amekuwa akija kumuona huyu binti kila baada ya mwezi mmoja, na anampatiaga mazawadi kama yote. Kwa akili yake binti anaamini babake anampenda kuliko hata mamake anavyompenda, na yeye huyu binti anampenda babake kuliko hata anavyompenda mamake. Basi mdogo kaka anajichenga pale. Madha alikuwa amekaa kinyonge, na kaka anamwambia, mimi nadhani time sasa ya kuondoka. Inabidi uondoke kwa sababu muda umekwenda. Basi hakuna shida, mimi naondoka, no problem, wala usijari kabisa, mimi najichenga. Ila inabidi utambue kwamba natakiwa kuwa na muda mwingi kweli mimi na mwanangu. Yaani usijisaulishe kwamba yule ni mtoto wangu. Alafu mdogo mdingi akawa anajichenga zake pale kwa sababu huyu bishangazi alikuwa hamuhitaji kabisa hapa nyumbani. Na tukirudi chuo, wakati mwingine tunamwona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Imelda alikuwa na rafiki yake. Na rafiki yake anakwenda kwa jina la Roseline. Na ghafla sio kakutana na yule handsome boy. Mshikaji kamsogelea mtoto wa kike. Yule dada naye kaenda kwa mwenzake. Mambo vipi mrembo? Kabila kana tabasamu tu, yani kanajisikia raha kukutana na huyu mshikaji. Kiukweli wewe ni mwanamke mrembo kweli, nimekupenda bure. Asante, kama utujari nilikuwa naomba uje next week, ni birthday yangu. Basi kibidada akamwambia okay, hakuna shida, na mshikaji akawa na waga zao pale. Alikuwa akijicheka zake, kabidada kalijisikia happy kinoma noma. Muda si mrefu mshikaji akatimba. Mambo vipi mrembo? Wewe mshenzi nini? Alafu kabidada kaka anajichenga, akataka kishobo kabisa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Obina. Eti kwa sababu ni maskini ndo maana kanamfanyia hivi eti. Mshikaji alikuwa anajisikia vibaya kinoma noma. Eti kwa sababu ana pesa ndo maana huyu binti anamfanyia haya yote. Na dada letu linakwenda kwa jina la mdada ambaye anamkataa mkaka eti kisa hana pesa. Ni kinyesi tu. Na basi bana, ni wakati mwingine tunamwona bidada alikuwa na mama yake, na siku ya leo alikuwa akimwaga kwamba next week siku ya Jumatano atakuwa na birthday ya rafiki yake, kwa maana itabidi aweze kuhudhuria. Lakini mama yake alikuwa akimuuliza kwamba itakuwa muda gani na itafanyikia wapi. Bidada akasema kwamba itafanyikiwa kwenye apartment, lakini madha alikuwa akipinga. Utoka uamini kilichofuata pale ni marumbano. Bidada alikuwa amemind vibaya mno na kuchukia we mama, yani kila itopo leo umekuwa ukinifanya mimi najisikia vibaya, yani haunipi uhuru wangu kabisa, unanifanya mimi mtumwa wako, si ndio?
kalipata hasira, alafu mwisho wa siku kaka anajichenga. Na wakati mwingine alikuwa na rafiki yake. Yaani huyu mama ananifanya mimi kama mtumwa wake, yaani kama vile mjinga, na ndio maana mimi siku zote natamani kukaa na baba. So huyu mama yaani ananifanya mimi kama mtumwa eti. Bidada alikuwa hapendi kabisa namna ambavyo mama yake amekuwa akimtreti. Basi bana, walifika mpaka chuoni na mdogo mdogo walikuwa wakishuka kwenye ndinga pale. Lakini huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Imelda alikuwa na hasira vibaya mno. Muda si mrefu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Obina alitimba akawa anamshtua mtoto wa kike. Utoka uamini alimgonga kiganja. Mama kabaki anashangaa. Imefikia tu tunapigana mpaka vibao. Tuenzao. Itakataka isije kanitapisha. Tuenzao. Basi mdogo mdogo wakawa wanajichenga. Mshikaji hili linamkele kwa sababu ni mwanamke ambaye anampenda. Yeye bidada kuto yuko bize, yupo karibu na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Darrington. Ndio mwanaume ambaye yeye anampenda, kanajisikia happy kweli kakiwa karibu na huyo mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Darrington. Na mshikaji alizidi kumsisitiza bidada kwamba inabidi aweze kutokea kwenye party siku ya birthday yake ambayo ni wiki ijayo, ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano. Basi bidada alimwahidi mshikaji kwamba ni lazima atatokea, hawezi kukosa. Basi mshikaji akawa na mwaga zake pale. Kabidada kalijisikia happy kinoma noma. Uoga kanajisikia raha kuongea na yule mshikaji. Jamani, yani kanigusa shavu langu mimi. Kabidada kalikuwa happy kinoma noma. Na mshikaji alikuwa akishuhudia kila kitu. Basi mdogo mdogo akawa anamsogelea mtoto wa kike. Mwamba hakomi. Unajua bana, ukimpenda mtu huwezi kukoma. Mshikaji kamfuata tena. Nini wewe tena? Kiukweli nilikuwa naomba usiende kwenye party. Nisiende kwenye party? Wewe kama nani? Wewe ni mzazi wangu? Hapana. Sio vizuri. Wala sio vijana wazuri. Mpotea hapa. Wewe mshenzi nini? Tuenzao bana, mrembo wangu tuondoke. Achana na huyu mshenzi huyu maskini asiyekuwa na lolote. Anaanza kutupangia sisi kitu cha kufanya. Usiku kama kawaida, marumbano yalizidi kuwa makubwa kati ya mama na mtoto, kwa sababu Madha hahitaji kabisa binti yake aende kwenye party, na bidada yeye anachokitaka ni kwamba ni lazima aende kwenye party wiki ijayo. Na alikuwa akimzingua mamake kila itopo leo, kwa sababu Madha yake amekuwa akimzingua vibaya mno. Anamnyima uhuru, anamfungia ndani. Bishangazi alijisikia vibaya kwa sababu mtoto wake hataki kumuelewa kabisa. Yeye anamchukulia tofauti. Alijisikia vibaya kinoma noma kwa sababu hapendi kuonekana anamtesa mtoto wake. Huko binti alikuwa na hasira vibaya mno chumbani kwake. Anachukia kile ambacho mamake anakifanya kwake. Alikuwa na hasira vibaya mno. Basi usiku wa manane uliingia na kila mtu alilala. Lakini wakati wamelala, utoka uamini, kuna hali ilijitokeza. Walijikuta wamenyanyuka bila kujitambua. Na utoka uamini kitu ambacho kinafanyika hapa kitakushangaza vibaya mno, kwa sababu sio kitu ambacho kinaweza kutokea kwenye ulimwengu wa kawaida, lakini kiliweza kutokea kati ya huyu mama pamoja na huyu binti. Na ghafla asubuhi na mapema tunamwona bishangazi mdogo mdogo ndo alikuwa akinyanyuka hapa. Basi akawa anajinyosha, na huyu binti mdogo mdogo ni alikuwa akinyanyuka kitandani kwake, kwa sababu ilikuwa ni mida ya asubuhi, ndo kila mtu alikuwa akiamka. Lakini huyu binti anabaki anashangaa, nini tena? Ni Madha kabaki anashangaa. Na cha kushangaza, huyu Madha akawa anasema mam, akawa anamuita mamake. Mamake kivipi na hapa anaishi na mtoto wake? Kujiangalia mikono yake anabaki anashangaa. Na huyu binti kuangalia chumba alichopo na kuangalia mikono yake anabaki anashangaa. Hii imewezekanaje? Hiki nini? Mbona kama mwili wangu umebadilika? Mimi huku kuangalia anabaki anashangaa. Mbona kama nina manyonyo ya mzee? Utoka uamini kitu ambacho kimetokea hapa. Alipiga kelele vibaya mno. Alipiga kelele za kufa mtu. Binti akasema ngoja nilale tena kwa sababu sielewi kinachoendelea. Mimi sielewi. Kujiangalia kwenye kioo naye huyu haamini. Utoka uamini kitu ambacho kimetokea hapa ni kwamba nafsi ya mama imehamia kwenye mwili wa mtoto na nafsi ya mtoto imehamia kwenye mwili wa mama. Yani wamebadilishana miili. Oh my god. Bidada haamini. Yani ameuvaa mwili wa mamake. Alipiga kelele vibaya mno kwa sababu anashangaa amezeeka ghafla. Inawezekanaje? Nayo binti kabaki anashangaa. Vipi nimerudi miaka ya zamani nini? Kila mtu kabaki anashangaa. Ndo kakutana hapa sasa. Wewe ni nani? Vipi umefuata nini hapa? Unajua bana, sura yako bana unahisi umeikalili, lakini siku ukija kuvaa sura ya mtu na ukajiona njiani, utabaki unashangaa na kujiuliza wewe ni nani. Madha alikuwa akipiga makelele tu kwa sababu alikuwa akishangaa. Mkelele bana Imelda.
Utokaa uamini kwamba hapa mama ni mtoto na mtoto ni mama. Sikia nikwambie kitu kimoja, hii inawezekanaje? Sielewi na mimi mama, uelewe kivipi? Hii imewezekanaje? Kila mtu alikuwa akimshangaa mwenzake kwa sababu wamebadilishana mili. Hii imewezekanaje? Sijui ionaga hata siku moja. Kila mtu alikuwa akishangaa kwa sababu hakuna mtu ambaye anaamini hichi ambacho kimetokea. Basi ikabidi waweze kukubaliana na Ari, kwa sababu kila mtu hapo ana majukumu. Mmoja inatakiwa aende chuo na mwingine inatakiwa aende kazini. Kwa walichokifanya ikabidi waweze kupangana namna gani wanaweza kusaidiana, kwa sababu Martha inabidi aende shule, alafu mtoto inabidi aende kazini kwa mama yake, kwa sababu Martha mwenyewe hawezi kwenda kwa sababu amevaa sura na mwili wa mtoto wake. Kwa ikabidi waweze kuelekezana kitu ambacho inabidi wafanye. Kwa maana hiyo binti ambaye anakwenda kwa jina la Imelda ambaye amevaa mwili wa mama inabidi aende kazini kwa niaba ya mama yake, alafu Martha yake atakuwa akimpa maelekezo kupitia simu nini cha kufanya. Kwa hiyo binti itabidi aweze kwenda na microphone ili mradi Martha nasikia kila kitu. Basi binti akabaki anashangaa, mwili wa mama umezeeka vibaya mno mpaka unaumwa kiuno. Dawa hizo hapo, hakikisha kwamba unakunywa dawa kwa wakati, ni muhimu kweli, kwa sababu huo mwili una matatizo mengi. Binti akabaki anashangaa, oh my god, kwa babake, mama ulikuwa unakaribia kufa nini? Mbona madawa mengi hivi? Sijui dawa ya masikio, sijui dawa ya kiuno, sijui dawa ya maumivu, sijui dawa ya tumbo. Yani dawa ni mchele. Kama unavyojua tena, mwili unavyozidi kuzeeka ndo kadri unavyozidi kuwa dhaifu. Kwa Martha alikuwa anatumia dawa nyingi kuweza kuhakikisha kwamba bado anaendelea kuwa imara. Basi bana, bidada ilibidi aweze kujiandaa kwa sababu ya kuelekea kazini kwa mamake. Nini ambacho nakifanya? Shusha tumbo hilo. Pumbavu nini? Unavaa kama vile binti mpumbavu. Chomekea hapo. Sikia nikwambie kitu kimoja. Huo mwili sio wa kwako, ni wa kwangu. Lakini mama, na wewe, kwa nini unanifanyia yote? Umeanza jeuri, si ndio? Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Ukiendelea kufanya huu upuzi ambao unaofanya, na mimi nitaenda chuo kwako, nitaenda kwa kile kimonome chako ambacho umeniambia kwamba nikifika kule nisikisemesha chochote, nitaenda kukiambia maneno magumu. Okay mama. Okay, sasa inabidi uwe mpole. Kama unavyojua mama na mtoto ni kwamba maelewano yanakuwaga hakuna, walizidi kubishana tu. Lakini ilibidi waelewane kwa sababu kila mtu inabidi aweze kufanya majukumu ya mwenzake. Na huyo bidada pia alimwambia mamake kwamba chuoni ana mchumba. Kwa ikitokea Martha yake anaenda chuo, haitakiwi aweze kumsemesha wala kumuongelesha chochote mchumba wake zaidi ya kumtabasamia, kwa sababu anaamini mama yake ni lazima ataenda kuharibu huko. Basi Martha akawa anamsihi kwamba make sure kwamba ukifika kazini kwangu unafanya kama nilivyokuelekeza. Na basi bana, siku leo ilikuwa ni siku ya kikao kazini kwa Bishangazi. Basi akawa ametimba, jamani hai, nimefika sasa. Nadhani itakuwa nimechelewa, lakini nilikuwa na mambo mengi kweli, kwa mtanisamee kidogo. Kila mtu akabaki anashangaa, huyu si yupo serious huyu? Mbona kama leo ana matani sana? Naona mmedamshi, mmepoa. Alafu wewe, nyanyuka kwenye siti yangu, nyanyuka. Unakaa kwenye siti za watu wakubwa, wanene, watu wenye mawazo makubwa. Basi Bishangazi akawa anaomba radhi kwa sababu amechelewa kweli. Basi kuna huyo mdingi, kuna maoni alikuwa akitoa namna ambavyo anaweza kutengeneza project mpya ambayo itakuwa ni faida kubwa sana kwa kampuni. Tafadhali naomba nipatie hiyo nafasi ili mradi niweze kufanya vizuri. Basi huko binti alikuwa akimsikiliza mamake kwenye airport, na mamake akawa anamwambia kataa hicho ambacho amesema, kataa hicho ambacho amesema. Basi bidada akawa anasema, kiukweli kwa hicho ambacho umekisema mimi siwezi kukubaliana nacho. Siwezi kukubaliana nacho kwa sababu hii project bado ipo mikononi mwangu. Najua kitu ambacho nakifanya. Yaani binti kila kitu ambacho anakiongea hapa, mamake yupo online kwenye simu. Kwa anamwambia na kumwelekeza kila kitu. So Martha anasikia kila kitu ambacho kinaongelewa hapa, alafu anamjibu mtoto wake kule nini ambacho inabidi aweze kujibu, na ndio maana inakuwa rahisi huyu binti kuweza kujibu. Kwa maana yake unaenda tofauti na mimi, si ndio? Unaenda tofauti na mimi, ndio naenda tofauti na wewe. Au unataka nikupasue? Nakuja na kukupasua hapa. Naenda tofauti na wewe kwa sababu unahitaji kuninyang'anya project yangu, na huwezi kuninyang'anya kwa sababu ni lazima niisimamie mimi mpaka mwisho. Si una tamaa? Una tamaa, si ndio? Ukiendelea na hii tamaa yako, nitakuja kukufanya kitu kibaya kwa sababu mimi sio mtu wa mchezo. Au nikugonge na ile laptop, nikugonge na ile PC. Shenzi nini? Alafu bidada akawa anashuka zake. Ni kwamba bidada ni wa moto vibaya mno. Kwa nini unafanya hayo yote jamani? Acheni. Alafu nakutizama kwa makini kweli. Bidada kachukua vitu vyake mdogo mdogo akawa anajichenga. Yaani huyu dada alikuwa yuko pambe kinoma noma. Alafu umedamshi, nimependa makeup yako, umependeza kweli. Alafu kabidada kaka anajichenga. Kila mtu kabaki anashangaa, nini kimetokea? Mbona kamchimba mtu mkwala hapa? Yaani masuala ya kujadili yanatumia nguvu. Muda si mrefu kuna mtu akatimba ofisini kwake. Wewe, una shida gani? Usinisogelee. Usinisogelee. Kuna shida iko wapi? Utaki nikuguse jamani? Yaani usijaribu kunigusa hata kidogo. Tafadhali, kaa mbali na mimi. Kaa mbali na mimi bana. Mungu kabaki anashangaa. Ndio, usijaribu hata kunigusa. Na ukinigusa, nitakulipoti. Kivipi nilipoti? Mimi mchumba wako eti. Mchumba? Ndio, tumedate kwa zaidi ya miaka 3. Kwa nini unifanyia yote? Bishangazi
akabaki anashangaa, unasemaje? Ndio, kwa nini unafanya hivyo? Mimi na wewe tumedate kwa zaidi ya miaka 3 na miezi 7. Kwa nini unifanyie hivyo? Tafadhali lakini usiniguse, simama hapo hapo, la sivyo nitakufanyia kitu kibaya. Bidada utakaoamini kwamba akawa anamzuia na stempra pale, hahitaji kabisa mshikaji hawezi kumgusa, la sivyo atambonda na ili rude. Alafu mdogo mdogo bidada akawa anajichenga. Mshikaji akabaki anashangaa. Hakujua nini ambacho kinaendelea. Na bidada alifika nyumbani akiwa na hasira kiaje. Kumbe unakamchumba, si ndio? Kwa maana hiyo unamchiti babangu. Yaani kumbe licha ya kila kitu ambacho unakifanya, kumbe wewe ni kachita, si ndio? Unamchiti babangu na mwanaume mwingine. Kumbe unakimchumba usini kwenu. Mshikaji akabaki anashangaa. Nimejua kila kitu. Hakuna kitu ambacho unaweza kunificha tena. Lakini sasa kivipi? Kivipi wakati unamchiti babangu? Unamchiti babangu. Unaanzaje kumchiti babangu wakati unajua tu kabisa kwamba babangu anakupenda? Hapana, sio kwamba namchiti babako. Unamchiti. Hamna, simchiti. Mimi na babako tumechana kwa zaidi ya miaka 5. Haijarishi. Wewe hujawahi kunilindaga mimi hata siku moja. Inabidi uniache mimi niende kwa babangu bana. Kwa sababu kitu ambacho nakifanya unakosea bana. Na kuchukia wewe mama. Alafu bidada akawa anajichenga. Eti anamchukia mama yake. Si wameachana bana. Wamepeana taraka. Alitaka mama yake afanyeje? Akae hivi. Ni jambo ambalo haliwezekani. Utokao uamini Bishangazi alikuwa akijisikia vibaya kweli. Na leo ilikuwa ni siku ambayo Bishangazi inabidi aweze kuelekea chuoni, na binti akawa anamwambia mama, tafadhali kuwa makini na kwamba wewe usinishike hivyo. Mimi mama yako mshenzi, haijarishi mimi ni mama yako, amna. Lakini ni kwamba bidada alikuwa akimpelekesha mama yake kwa sababu kwa sasa hivi wamebadilishiana mili. Yaani kwa maana yake yeye ana mamlaka yale ambayo mama yake ilibidi aweze kuwa nayo. Basi bana, utokao uamini kwamba madha alitimba mpaka chuoni, lakini kila kitu ni kigeni hapa kwa upande wake kwa sababu hajazoea mazingira. Oh, jamani Imelda, vipi? Nini ambacho kimekutokea? Kwa nini jana ukuja chuoni? Na mbona kama uko tofauti leo? Kuna tatizo? Lakini achana nayo. Kuna vitu vingi sana vilitokea siku ya jana. Nilipata emergency bana, na ndio maana sikuweza kufika. Lakini sio mbaya kwa sababu niko hapa. Kila kitu na imani kipo sawa. Alafu kuhusiana na pati, mamangu alisema hapana. Kwa nini? Bado anaendelea kukuweka jela? Mamako ni mshenzi kweli. Kwa nini anaendelea kukuweka jela hivyo? Anakufanya wewe mtumwa wake, si ndio? Hamna. So ananifanya hivyo. Ndio hivyo. Alafu ni kwa nini unamuita mama? Kivipi unasema nimuite mama? Kwani nilikuwa namuitaje? Ulikuwa unamuita Lisa. Lisa? Toka wake anashangaa. Kumbe hiki kitoto kinaniita Lisa. Ndio, umekuwa ukimuita Lisa, kwani umesahau? Hapana my dear. Mimi nadhani kila kitu kinabadilika. Alafu watu wanakuwa. Mimi kwa sasa hivi nimeamua kubadilika bana. Nini ambacho kimekubadilisha? Ni nani ambaye amekubadilisha? Na kitu gani kimekufanya uweze kubadilika kwa muda mfupi? Muda si mrefu, yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina Obina Katimba. Naona huyu maskini wa kiume anapita. Unasemaje? Hivi wewe binti mdogo, una akili timamu? Unawezaje kumuita mwanaume maskini? Hivi unadhani kila mtu anapenda kuwa maskini? Sio kila mtu anapenda kuwa maskini. Usipende kuwaita watu maskini bana. Huko ni kukosa nidhamu. Samahani my dear. Usijisikie vibaya. Utamsamea alichokizungumza. Alafu kuwa makini wewe mtoto mdogo. Alafu kabidada kaka anajichenga pale. Mpaka mshikaji akabaki anashangaa. Ila alitabasamu kwa sababu bidada kamuita my dear. Alafu ni mwanamke ambaye anampenda kweli. Huku kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Imelda ambaye amebadilishana mwili na mamake. Kila akipiga simu kwa mamake, mama hapokei. Piga simu kwa mamake, mama hapokei kwa sababu ana wasiwasi huko chuoni. Ni lazima mama atakuwa anaharibu. Lazima mama atakuwa anafanya vitu tofauti. Lazima atakutana na ule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Darlington, na ana imani kabisa kwamba ni lazima mama ataharibu huko aliko. Na utoka uamini, ni kweli. Mshikaji ambaye ni Darlington alikuja kumfuata. Mambo vipi mrembo? Wewe kijana, sogea huko. Mbona unanisogelea karibu? Unataka nini kwangu? Kwani shida iko wapi jamani? Umesahau mimi ni nani kwako? Mimi ni mtu muhimu, alafu usahau kwamba birthday yangu ni siku ya kesho. Hivi ni kwa nini siku ya jana ukuja chuo? Nilikuwa na kazi nyingi. Tena za emergency kweli, kwa ilinibidi niweze kufanya vile. Vipi utakuja kwenye party? Party? Yaani mimi nije kwenye party? Kwa hiyo ndo Darlington, ndio? Ndio ni mimi. Oh, nakuona ni vizuri. Niambie sasa, ni kwa nini wazazi wako wamekuruhusu uende kufanyia party kwenye apartment? Wazazi ndio ndo ninachokuuliza. Kwa nini wakuruhusu ufanyie kwenye apartment na sio nyumbani kwenu? Kweli ndo sehemu nzuri. Sijui party watu wanafanyia kwenye apartment. Kwa nikaona vile bidada anamzumu tu mshikaji kwa sababu unajua huyu ni mtu mzima. Anajua kumjua kijana mbaya na anajua kumjua kijana mzuri. Kwa alikuwa akimzumu mshikaji na akawa anamuona tu kabisa kwamba huyu ni kijana mbaya. Mshikaji akamwambia tafadhali, naomba utokee, lakini bidada alikuwa akimkwepa na kuomba
usisahau kuja kwenye party, ni muhimu kweli. Alafu mshikaji akawa anajichenga kweli. Vika kijana aka kana akili. Muda si mrefu yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Obina akatimba, tafadhali, oh my dear, nilikuwa naomba niweze kuzungumza nawe kitu kimoja, na kuomba, niko chini ya miguu yako, naomba sana tena sana, naomba usiende kwenye ile party, sio nzuri. Unajua Darrington sio mtu mzuri, ni mtu mbaya kweli. Wana tabia wakiita mabinti kwenye pati, wanawafanyia vitu vibaya, wanawanjunja, wanawakamua vitumbua, wanawarekodi, wanawafanyia vitu vingi sana vya udhalilishaji. Tafadhali, nilikuwa naomba usitoke kwa sababu na imani utapoteza furaha yako, na mimi sitamani kabisa upoteze furaha yako. Unajua the way ambavyo mimi nakupenda, sitamani uingie kwenye mtego mbaya. Kwa unajua kila kitu, si ndio? Ndio, najua kila kitu kuhusu wale, na watambua vizuri kwa sababu wale ni wanaume wenzangu. Kwa tabia zao zote nazijua, nilijua tu. Ndio, wanawekea madawa ya kulevya kwenye vinywaji, wakishawekea wanawalaza kitandani, wanawafanya watakavyo, wanakamua kitumbua vyovyote wawezavyo, alafu kila kitu wanakirekodi, na wanafanya hivyo kwa sababu ya kuweza kuwatumia mabinti wengi. Kwa tafadhali, naomba usiende, niko chini ya miguu yako, na kuomba eti. Mother akaona huyu ndo kijana, nimekukubali kijana, wewe ni kijana, unaniita kijana, nimekukubali, wewe uko vizuri kweli, nimekupenda bure, unaonekana una kitu. Huyu bishangazi bana alimpenda huyu kijana. Huyu kijana kajua mwanamke ambaye nampenda sasa amenielewa, pasina kujua kwamba huyu ni mwingine, ila kavaa mwili tu wa mtu mwingine bana. Basi bana, bishangazi alitimba nyumbani akiwa na hasira vibaya mno, kwa sababu kagundua kila kitu. Mwanaume ambaye mwanae katengeneza naye mahusiano ni mwanaume ambaye hamna kazi, uwaga na watumia mabinti vibaya. Mama niambie, vipi, haujamuongelesha chochote si ndio? Imelda, sikini kuambia kitu kimoja binti yangu. Kiukweli, sijapenda kitu ambacho kinaendelea. Kwanza Roseline sio rafiki mzuri. Huyo Darlington sio mwanaume mzuri. Hivi ni kwa nini umezungukwa na watu wabaya? Usiniambie kwamba umeenda kuongea nao. Si nilikwambia usiongee nao, uwatabasamie tu. Basi ndio kitu ambacho ilitakiwa uweze kukifanya. Mtu ambaye nilikuruhusu uweze kuongea naye ni Imelda peke yake, lakini nimefanya hivyo. Hapana mama, mimi nakujua vizuri. Hakuna cha kunijua vizuri wala nini. Ninachokijua ni kwamba hakuna mtu kwenda kwenye party. Hamna mama, kwa nini tusiende kwenye party? Kwenye party ni kitu muhimu. Lazima niende kwenye party kwa sababu yule ni mwanaume ambaye nampenda. Na ndio maana mimi nakwambia na kuchukia wewe mama. Wewe mama una roho mbaya, una roho chafu. Sikia nikwambie kitu kimoja, usinipande kichwani. Kila kitu nakifanya kwa sababu ya kukulinda wewe mtoto. Wewe ni mtoto tu, hakuna kitu ambacho unakijua. Sikia nikwambie kitu kimoja, naomba Mwenyezi Mungu mwili wangu urudi kwa sababu nimekuchoka wewe mama. Na mwili wangu ukirudi, nitaondoka kwenye hii nyumba. Nachukia kila kitu kwenye hii nyumba. Alafu bidada akawa anajichenga, bishangazi akawa anazomchukia. Shenzi nini? Pumbavu Basi mdogo bishangazi zikawa na sepa zake na kwa sawa hata kidogo kulingana na majibu ambayo mtoto wake alikuwa amempatia. Huku binti alikuwa na hasira vibaya mno, anauchukia huu mwili kinoma noma, na alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu aweze kumrudishia mwili wake kwa sababu amemiss kweli Darlington. Anatamani kuonana na mchumba wake, alikuwa amekasirika kinoma noma, anamuomba Mwenyezi Mungu aweze kumrudishia mwili wake. Bidada alikuwa hayuko sawa hata kidogo, alikuwa hayuko okay. Alikuwa amezidiwa na stress eti. Alijikuta mpaka anammisi babake mzazi kwa sababu anachokiamini ni kwamba babake ndo mtu mzuri kuliko mamake. Basi bana, alichokifanya alikuja kwa babake hapa. Nini ambacho kimekuleta tena hapa Lisa? Utokao uamini kwamba bidada alimkumbatia babake pale. Ndinge kabaki anashangaa kwa sababu huyu hapa sio mtoto wake, ni mwanamke wake, ila binti yeye ndo anatambua kwamba yeye ni kama mtoto. Vipi? Nini ambacho kimekuleta hapa? Kimekuleta nini hapa? Niambie, umekuja kufanya nini kwenye nyumba yangu? Nini ambacho kimekuleta? Kiukweli nimekumiss, lakini ghafla kuna bidada katimba. Nini ambacho kimemleta huyu? Kaja kufanya nini? Huyu hapa ni nani tena? Tena unauliza kwa mara nyingine hilo swali. Kwani hujui kwamba mimi nina maisha yangu sasa hivi? Huyu ni mwanamke wangu. Mbona nilishaga kuambia kila kitu nakijua? Mbona unauliza tena? Tafadhali, naomba uniache kama nilivyo. Mimi kwa sasa hivi siwezi kurudiana na wewe. Siwezi kuwa na mwanamke kama wewe. Yaani mimi na wewe ni vitu viwili tofauti. Na hakuna mwanaume ambaye anaweza kawa na mwanamke mpumbavu kama wewe. Wewe ni mshenzi. Na wewe ni kama maskini tu. Kafukala kakapuku. Au umekuja hapa kwa sababu unanijua mimi nina pesa, unataka uje unichune, si ndio? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi siwezi kurudi kwako. Jamani, usiseme hivyo jamani. Kikweli toka usiongee upumbavu. Usiongee ushenzi.
najua kipindi cha nyuma ulikuwa unaniambia eti nakuchiti. Ni kweli nilikuwa nakuchiti kwa sababu wewe sio mwanamke ambaye unanifaa. Wewe sio vitu vyangu. Kuwa na wewe nilikuonea huruma. Wewe ni mwanamke mshenzi na hakuna mwanamume ambaye anaweza kukupenda. Najua umekaza, unanipenda na ndio maana umenirudia. Sikia nikwambie kitu kimoja, mimi siwezi kuwa na wewe. Na sikia nikwambie kitu kimoja, wewe najua umekosa mwanaume huko na ndio maana umerudi kwangu. Na utakufa ukiwa single. Hauji kuwa na mwanaume hata siku moja kwa sababu hakuna mwanaume ambaye anakupenda na ndio maana umekosa mwanaume huko, umekuja kwangu. Bidada alikuwa akilia kwa sababu amegundua babake sio mtu mzuri. Amejua kwamba amemdhalilisha mamake mbele ya babake kwa sababu mamake hajawahi kuja kwa huyu mwanaume kumwomba radhi, lakini yeye kaja eti kwa sababu ya hisia zake. Alikuwa akilia tu. Mimi nadhani baby, twende tukaenjoy. Okay, twende tukaenjoy. Jamani, usifanye hivyo. Usifanye hivyo jamani. Bidada haamini. Huyu ndo babake ambaye anamwaminiki kila siku. Leo ndo amekuja kugundua kwamba babake kumbe ndo chanzo cha mahusiano yeye pamoja na mamake kuweza kuvurugika. Alirudi nyumbani alikuwa kinyonge. Na mother akawa anatimba hapa. Akabaki anashangaa. Nini ambacho kimetokea? Shida nini? Tatizo nini? Bidada akawa anamkumbatia mama yake pale. Kikweli mama, naomba nisamee kweli. Nini shida? Naomba nisamee mamangu kwa sababu nimekukosea kweli. Naomba nisamee mama. Siji kurudia tena. Shida nini? Akawa anamuuliza shida nini lakini utoka uamini. Bidada akawa anamwambia nilienda nyumbani kwa baba. Nilikuwa nahitaji faraja yake tu kidogo. Lakini maneno ambayo ameniambia, vitu ambavyo ameniambia ambavyo alikuwa anajua anakuambia ni wewe, ni vitu vigumu, ni vitu vikubwa. Leo ndo nimegundua kwamba mamangu, wewe ni bora kuliko chochote kwenye hii dunia. Nimegundua mamangu, wewe ni strong. Nimegundua baba alikuwa anakufanyia vitendo vichafu mamangu. Naomba nisamee kwa namna ambavyo nilikuwa nakuchukulia mamangu. Naomba nisamee sana tena sana. Kuanzia sasa hivi muda wangu wote nitawekeza kwako mama. Sikuchukii tena mamangu. Nakupenda sana mamangu. Ndio hivyo, lakini utakiwa kuwa na wasiwasi binti yangu. Unatakiwa kukaza kama ambavyo mimi mamako nilikaza. Sikuhitaji kukuambia kwa sababu sikuhitaji kukuumiza. Bidada akawa anamuomba radhi mamake, huko anamkombetea kwa sababu aligundua mamake ni mama bora, ni mama strong, ni mama ambaye anampenda kwa sababu amekuwa akihakikisha kwamba binti yake anakuwa na furaha muda wote. Basi bana, utoka uamini. Kuanzia hapo mama na mtoto maelewano yakawepo, wakawa wanashirikiana kwa kila jambo. Utoka uamini pia mama akaanza kumfundisha mtoto wake kupika, kuhakikisha kwamba binti yake anakuwa anajua kupika. Na siku ya leo utoka uamini, yule bidada ambaye anakwenda kwa jina la Roseline alikuja kumtembelea. Karibu sana. Basi bidada akawa na kaa zake pale. Vipi? Kwa nini umeelisha kuja kwenye party? Kwani tatizo ni nini? Unamsikiliza bado mamako tu? Of course. Alafu watu wanakuwa. Mimi ni kwamba nimekuwa sasa hivi. Kwa kukua ndo kubadilisha nini? Shida nini? Alafu kwa nini upokee simu? Kwa nini upokee simu sasa? Kwani tatizo ni nini? Shida ni nini? Ni kwa sababu niko busy. Busy na nini tena? Uko busy na nini? Niko busy na mambo yangu. Mambo gani hayo ambayo uko nayo busy? Wewe uwe busy. Ila kikweli umebadilika kweli. Umechange nao. Au huyo mamako ndo amekubadilisha? Mama ambaye amepewa talaka na mwanaume kwa sababu ya umalaya wake. Unasemaje mimi malaya? Bila kabaka anachangana ghafla madha katimba. Unamwambiaje hivi mamangu? Yaani unaniambiaje hivi mimi? Mimi. Unajua anajichanganya kwa sababu hapa ni mama na mtoto wote wambadilishana mili. Lakini bila akasema okay, sitaki kujua lolote. Ila kaa mwambie mamako kwamba mimi sio mtoto wake. Alafu bidada kachukua mkoba, akawa anajichenga. Bishanga zakashika kiuno pale. Kwa huyu ndo rafiki, si ndio? Ndio unamwona rafiki bora na kupigia makofi. Anamsema mamako eti mamako ni mwanamke ambaye amepewa talaka kwa sababu ya umalaya wake. Hivi ni kweli? Hivyo ndio ambavyo unamzungumziaga mamako na marafiki zako? Hapana, mimi kikweli naomba unisamee. Bidada akawa anamuomba radhi mamake kwa sababu yeye ndio chanzo cha haya yote, kwa sababu yeye ni rafiki yake. Wanamsemaga vibaya kweli mamake. Sikini nikwambie kitu kimoja, hichi kibinti kwa nacho makini, sio rafiki mzuri huyu kabisa. Alafu kinalazimisha eti kitenda kwenye party. Mwache ende kwenye party, kitakachomkuta mimi simo. Alafu bidada akawa anajichenga kwa sababu rafiki yake siku ya kesho anaenda kwenye party, na madha kazungumza kwamba kitakachomkuta basi yeye hakimuhusu. Utoka uamini. Siku ya party ndo siku ya leo, lakini bidada kila akimpigia simu rafiki yake hapokei. Kila nikimpigia simu hapokei. Sijui shida itakuwa ni nini. Lakini tutajua siku kesho nikienda class. Tutajua nini ambacho kitaendelea, lakini nina wasiwasi kwa. Alafu bidada akawa anamkumbatia mama yake pale. Yeye hajaenda kwenye party kwa sababu aligundua kwamba party
sio pati nzuri, ni pati ya minjunjano, ni pati ya mikamuano na milekodiano. Basi bana, asubuhi na mapema bidada akawafuatia hawa. Nambieni, rafiki yangu yuko wapi? Roseline yuko wapi? Amna, kwa nini unauliza hivyo? Nimekuambia hivi, yuko wapi kwa sababu alikuja kwenye party. Amna bana. Kwani sisi ni watekaji? Hapana. Ila nataka kujua Roseline yuko wapi. Nahitaji kumuona. Sasa kwa nini unasema hivyo? Sisi sio watekaji. Ndiyo, sisi sio watekaji. Okay, nyie sio watekaji. Lakini sikia nikwambie kitu kimoja. Chochote ambacho kitamkuta rafiki yangu, nitadili na nyinyi. Okay, hakuna shida. No problem. Fresh. Alafu miamba wakawa najichenga. Sawa, ile chochote ambacho kitamkuta nitadili na nyinyi. Bidada aliwaahidi hivyo, kama chochote kibaya kitamkuta Roseline ni lazima atadili na hao wapuzi. Ni wakati mwingine binti alikuwa na madha yake hapa, alikuwa mkula utulivu. Kuna vitu walikuwa kijadiliana, kama unavyojua ni kwamba wamebadilishana miili. Muda si mrefu mlango ukawa unagongwa. Basi bishangazi kabidi aweze kufungua mlango. Alikuwa ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Roseline, kabidi uweze kumkaribisha. Na leo kabidada kalikuwa kapole kweli. Utoka uamini, kwenye party lilimkuta tukio chafu. Kiukweli sio watu wazuri wale. Walinikamua kitumbua, waliniwekea madawa, alafu wakanirekodi, wakaniambia wanataka pesa, lazima wanasambaza video kwa wazazi wangu pamoja na watu wa chuo. Utoka uamini, miamba ndo alifanya hivyo. Walimtafuna kitumbua na milekodiano, alafu wakamwambia kwamba ni lazima atoe pesa. Kumbe ndo michezo yao bana. Na leo mshikaji ambaye anaitwa Darlington alimvusha chumbani bidada ambaye anakwenda kwa jina la Imelda. Amewezaje kuja? Na ukumbuke kwamba uso Imelda ni mamake na Imelda. Karibu mrembo. Vipi, unatumia sigara? Kana tabasamu tu bwana. Unajua huyu ni madha. Vipi, unatupia pombe? Kwa glasi uweze kupata wine hapo kidogo. Lakini bishangazi akasema hapana, mimi siwezi kutumia hichi kinywaji kwa sababu mamangu alinikataza kunywa pombe. Ni jambo zuri pia kumsikiliza mamako. Ndiyo, hivi ni kwa nini umenileta hotelini? Kwa nini usingenipeleka nyumbani kwako? Hapa ndo vizuri, kwanza tunakuwa huru, tunakuwa comfortable, yani kila kitu kinakuwa kiko sawa kwa sababu tunakuwa mbali na manyumbani. Lakini tungekuwa nyumbani, kuna baadhi ya vitu tungekuwa hatuwezi kufanya. Basi hakuna shida, ila nilikuwa naomba nitumie bafu. Bafu liko kule. Basi hakuna shida. Basi mdogo kabidada akawa kanaelekea zake bafuni pale. Mshikaji kasema, sasa nimewini. Sasa naenda kuichapa, naenda kuibaluza, naenda kukamua kitumbua. Lakini bidada akafungua mlango, wakatimba mawiwi, wakatimba mapoti huko chini ya ulinzi. Basi mshikaji utoka uamini kwamba alikamatwa pale pale. Unajikuta mzee wa minjunjano na milekodiano. Basi akawa anaangalia, hii ndio ulikuwa na rekodi si ndio? Hapana, nilikuwa si rekodi. Ulikuwa rekodi kivipi wakati umetega kila kitu hapo? Unatega kamera, unataka kuleta masuala ya minjunjo na milekodiano. Utoka uamini mwamba alikamatwa pale pale na alipelekwa magereza na alifungwa miaka milioni 10 magereza. Walimfunga miaka milioni 10. Na wakati mwingine tunamwona bidada alikuwa na mama yake hapa ofisini. Walikuwa wakienjoy kwa sababu kila kitu kwa sasa hivi kipo okay. Na binti alizidi kujivunia mama yake. Muda si mrefu yule mchumba madha yake akatimba. Anataka kumbusu, usinibusu. Niko na mtu hapa. Uko na mtu? Ndio, niko na mtu. Vipi? Pia samani kwa kile ambacho nilikifanya siku 2 zilizopita. Mshikaji akasema hakuna shida. No problem. Na imani itakuwa siku ile hukuwa sawa. Ndio, huyu hapa ni mwanangu, anakwenda kwa jina la Imelda. Jamani Imelda, nimefurahi kweli kukuona. Kabinti kazuri kweli. Sikia nikwambie kitu Imelda, mamako ni mama bora kweli. Ni mwanamke ambaye nimejikuta nampenda. Ni mwanamke mzuri, ameingia moyoni mwangu kabisa. Kila nikimtazamaga huyu mwanamke najikuta namalizwa kabisa. Kabla kana tabasamu kwa sababu kanajua yeye ni yeye na yeye ni mama yake. Mshikaji hajui chochote. Basi akawa anawaga taratibu kwa sababu alikuwa akihitaji kwenda kuendelea na majukumu yake ya kila siku. Usiku ulipofika, utoka uamini, lile tukio lililotokea mwanzo lilikuja kutokea na siku ya leo tena. Yaani nafsi za wawili, kila nafsi iliama, na laundi kila nafsi ilirudi kwenye mwili wake. Asubuhi na mapema bidada anaamka na bishangazi anaamka. Kila mtu anajikuta yuko mazingira tofauti. Mbona mazingira niliyolala na mazingira niliyoamka ni tofauti? Kuangalia mikono na wewe kujiangalia, utoka uamini. Jamani, mwili wangu umerudi. Bidada alikuwa happy kinoma noma. Mwili wake umerudi sasa. Alikuwa na furaha kinoma noma. Jamani, alikuwa na furaha barabara. Hivi sisi binadamu tungekuwa tunakosea, alafu Mungu anatufanyia hivi kama alivyofanya? Yaani ukikosana na mtu anabadilisha miili. Yaani nafsi inahamia huku na kuhamia huku.
nadhani watu wengi kweli tungejifunza kwa vitendo. Na utokao uamini, Bishangazi alikuja kuoana na kuishi na huyu mwanaume wake ambaye walikuwa ni wapenzi mwanzo, na mlango uligongwa. Bidada akamwambia, tulia mama hapo, ngoja nikafungue mlango. Basi mdogo mdogo kabidada kaka anaenda kufungua mlango, na kufungua utokao uamini kanakuta ni babake. Oh jamani, sweetheart. Basi mdingi anatimba ndani, tulia hapo hapo. Nini ambacho kimekuleta? Nimekuja kuwaona hapa, nimekuja kuwasalimia. Unajua mimi babako na nilikumisi kweli. Ulimisi nani? Nani umemisi? Nilikumisi, alafu nilikuwa naomba kuongea na mamako. Uongee nini na mamangu? Kwani shida iko wapi binti yangu? Tatizo liko wapi? Mbona shida hakuna? Mimi na mamako tuko sawa. Tunaweza kuzungumza. Mzungumze nini na mama? Nini ambacho mnaweza mkuzungumza na mama? Bingi kabaki nishangaa, jamani. Mbona umekuwa hivyo binti yangu? Au kuna kitu kibaya mamako anakuambiaga? Kama kuna kitu mamako kibaya anakuambiaga, sio sawa. Mimi siko hivyo kabisa. Sinaga tabia za hivyo. Mamako anakudanganya. Mimi unanijua mimi ni mtu mzuri. Binti akamwambia, kona nidanganya, si ndio? Hapana, tulia hivyo hivyo. Najua kila kitu. Huwezi kunidanganya. Wewe ni mtu mbaya, sio mtu mzuri. Na tafadhali, naomba ukae mbali na mamangu. Najua kila kitu. Juu ya maneno yote ambayo aliyasema siku ile kwa mamangu. Asa hivi mamangu ana mpenzi mwingine. Ana mwanaume bora ambaye wanapendana kweli. Jamani, wewe ni mtoto, hata kama mimi ni mtoto, ila mamangu kapata mwanaume bora. Kwa jichenge. Mama yake kapata mwanaume bora kuliko yeye. Alafu kabinti kalirudi ndani kakiwa happy. Kina manoma, kalikuwa na furaha vibaya mno. Asa hivi kanampenda mama yake kupita maelezo. Kwa sasa hivi ni wanapendana. Hii barabara. Mimi ni Jini Sauti. Hiyo ndangata. Jini Sauti ya Simba. Namba zangu ni hii.